Bwana, mambo vipi? Genes Connect, tuko Mwanza kama ambavyo unatutazama tuko ndani ya The Rock City. Jiji tamu kabisa. Na hapa tuko ndani ya Ziwa Victoria. Sasa wakati uko unajiuliza kuhusiana na kwamba fursa za ajira zinapatikana wapi, wangapi hawana ajira, wangapi wana ajira, hivi unafahamu kwamba idadi ya taasisi za serikali ambazo zinahitaji huduma, zinahitaji bidhaa, zinahitaji kazi za ujenzi ni mara 2 zaidi ya wazabuni ambao wamejisajili kwenye mfumo wa NeST, ambao wao ndio wanaotoa huduma hizo kwenye taasisi za serikali. Inanilivi idadavue vizuri. Yaani iko hivi, taasisi za serikali ziko 60,047. Okay. Wakati wazabuni ambao wao ndio wanatoa huduma kwa taasisi hizo, wanafanya biashara na taasisi zote za serikali, wazabuni hao wako 35,000 tu. Wazabuni 35,000. Taasisi za umma ziko 60,047. Sasa tukirudi katika serikali yetu hii ya awamu ya 6 chini ya uongozi wake mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan, kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023, taasisi zote za umma zinatakiwa kutenga 30% ya makundi maalum ambayo ni vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Hawa wanapata hizo tenda kwenye taasisi za umma bila kuwa na kampuni. Wamepewa huo upendeleo na sheria imezungumza hivyo kabisa. Bila kuwa na kampuni wanapata tenda za serikali. Sasa Genes Connect tuko hapa kwa ajili ya kufungua code ya 30%, mgao wa 30% za Samia kupitia mfumo wa NeST. Mwanzo mpaka mwisho kodi itakuwa imefunguka na utafahamu kwa undani kabisa nini hasa na fursa zipi ambazo zipo ndani ya jiji la Mwanza lakini zipo katika mfumo wa NeST. Sasa mimi hapa ningependa kwa unajua kipindi unazungumza hapo nimejikuta naanza kupata mchechezo. Sababu naona unazungumzia maokoto. Tubaki hapa kwenye 30% za mfumo wa NeST. Nambao kitu unazungumza hapo na kichwani kikaanza kuja. Unajua hiki ni kitu ambacho siku hizi kimeanza kukaa sana, yani kimeanza kuchukua tension kubwa sana. Na hii ni kwa sababu sasa tunaingia kwenye phase ambayo tulikuwa tunazungumza manunuzi ya umma. Hatuzungumzii tu kampuni kubwa peke yake au tunazungumzia kwenye biashara kubwa peke yake, manunuzi ya umma. Tunazungumzia mpaka yule mwananchi wa kawaida kabisa ambaye yupo kwenye kikundi cha uzalishaji mali. Tunasemea ngazi ya chini kabisa. Na ambaye pia anaweza akawa mnufaika wa moja kwa moja na manunuzi ya umma. Sasa katika mgawanyiko huu na uzuri zaidi inaenda kwamba sio lazima awe na kampuni. Swala ni kwamba wamejikusanya na wao wanaweza kufanya. Nadhani ni moja kati ya jambo jema linalofanywa na serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan la kuhakikisha kwamba wanaishusha hizi fursa za uzalishaji mali au za kutengeneza uchumi kwa wananchi wa chini kabisa. Na kwa nyepesi nimesikia kwamba huu mchongo huko tangu mwaka 2021. 2011. 2011. Sasa kama huu mchongo huko tangu mwaka 2011. Sasa hivi tunasikia kwamba wadhabuni ni wachache, tenda ni nyingi. Shida iko wapi? Hapo mimi nahisi swala zima ni swala la taarifa. Yaani tunapozungumzia taarifa ni kwamba sisi ambao tunafahamu huu mchongo inabidi tuwe daraja la kupeleka huu mchongo kwa wale wenzetu wasiofahamu. Lakini ukija ukizungumzia swala lingine, mkiangalia sahihi watu wengi tunatumia mitandao ya kijamii. Na kutokana na ripoti ya TCRA ya mwaka 2023, idadi kubwa ya Watanzania, na maanisha nusu ya Tanzania, hapo tunazungumzia milioni 33, wanatumia smartphone, wanatumia mitandao ya kijamii. Kama tunaweza kupata mabando ya kuperuzi, kwa nini tukose mabando ya kuingia kwenye mfumo wa NeST? Na issue nyingine pia ni utayari wa mtu binafsi. Kwa mtu ukishakuwa tayari, ukiweza kujisajili, ukiwafanya nini,
tunatengeneza mamilionea wengi sana Tanzania. Sasa sijui tupewe nini tena. Umezungumza kuhusiana na issue ya kusambaza taarifa. Unajua kwa mfano michongo hii ya tenda, namna ambavyo inasambazwa, taarifa zake namna ambavyo zinasambazwa. Inasambazwa katika njia nyingi. Ndio. Si ndio? Yes. Sasa wewe katika hicho ambacho umekizungumza, nadhani kitu gani hasa ambacho kinatakiwa kufanyika ili taarifa zifike mpaka ngazi ya msingi, yaani ngazi ya chini kabisa ambapo ndio tenda zinapoanzia? Okay. Ukizungumzia swala la usambazaji kwa vyombo vya habari, wanajitahidi, wanafanya kazi nzuri. Lakini inabidi tutumie majukwaa kama Generation Samia ili kuweza kufikisha ujumbe na kupenyeza mpaka ndichi. Yes. Na ukizungumzia hilo pia, tunavyotumia mitandao yetu ya kijamii. Kwa mfano WhatsApp, kila siku tunaposti, kila siku tunashare. Yes. Tunashare kwenye groups na watu wa karibu information. Kwa hiyo pia inaweza kuwa njia nzuri ya sisi kusambaza michongo na tukatengeneza mnyororo mkubwa ambao mnyororo mkubwa wa thamani ambao tayari wanaujua kuhusu 30% za Samia. Mgawanyo wake hizi 30% ukoje? Yaani kusa mgawanyo wake ukoje? Sasa huu mgawanyo umekaa hivi. Tuna vijana ambao wao wanapata fungu la 10%. Ni nguvu kazi ya taifa hiyo. Yes. Na ukiangalia kwa mujibu wa sensa pia tuna vijana wengi sana. Yes. Na nikikurudisha nyuma hapo, ina maana tunazungumzia kwenye budget iliyopitishwa na serikali ya mwaka 2023 2024 tunazungumzia trilioni kama 49 na ambao tukiweka sasa hapo hiyo 30% tunazungumzia kama trilioni 14. Tukizungumzia kwenye hiyo trilioni 14 ambapo ndio kuna 10% sasa hapo kwa hizo 30 10 zinaenda kwa vijana, maana tunazungumzia kama kuna trilioni 1 na milioni 400 zimetengwa kwa ajili ya kundi la kabisa pekee. Kabisa pekee kwa bila kuweka wanawake, bila kuweka nini 1.4 trilioni. Yaani hapo ukopeshi kwa vijana. Lakini sasa ukija kundi lingine ni watu wenye ulemavu. Okay. Watu wenye ulemavu asilimia katika hizi 30% wao wana 10% tena. Watu wenye ulemavu. Lakini kuna wanawake na kuna wazee. Wazee wana 5%, wanawake wana 5%. Kwa hiyo mwenyewe utaona namna gani hasa kwenye huo mchanganuo ambao umetusaidia hapo kwamba katika hiyo trilioni 14 kaigawanya hapo. Kwa wazee hapa inakuja milioni 700. Kwa watu walemavu bilioni. Bilioni 700 kwa watu wenye ulemavu pia inakuja bilioni 700. Kwa wanawake inadondokea 1.4. Watu wenye ulemavu kumbuka ni 10%. 10%. Kwa watu wenye ulemavu basi inakuja 1.4. Sasa Generation Samia tuko Mwanza kwa ajili ya kufungua hiyo kodi ya fursa, kuhakikisha kwamba makundi yote haya yanajua, yanapata hiyo taarifa sahihi ya kwamba namna gani hasa ambavyo wanaweza kupata mchongo wa mgao wa 30% za Samia kupitia mfumo wa NeST. Kwa mgao huu ina maana serikali imetengeneza namna nzuri ya kutengeneza ajira kabisa kupitia manunuzi ya umma. Kwa maana hiyo mimi nikienda pale nikawini tenda yangu moja, mimi nyuma yangu na vijana wengi ambao pia nitaenda kuwaajiri kabisa. Ndio. Kwa hiyo tunakuta serikali imeendelea kutanua, na kwa kuendelea hivi tunakuwa sasa tunatengeneza kile kizazi cha mafanikio. Haswa bana, hii ni Genes Connect kama ambavyo umesikia kodi imefunguka lakini pia tuambie kwa wana Mwanza tarehe 29. Kwa wana Mwanza tarehe 29. Sasa Genes inakuepo na Genes sehemu ilipo haikai kinyonge. Generation Samia tunatembea na michongo. Kwa utakapotuona sisi ujue tumebeba mchongo na tunakuletea mchongo huo ni kwa ajili yako. Tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2025 kwa maana Jumamosi. Katika jiji la Mwanza katika viwanja vya Patunza kutakuwa kuna kongamano kubwa sana la kuzielezea, kuzidadavua, kuzipeleka fursa kwa jamii zitokanazo na 30% za Samia zitokanazo na mfumo wa NeST au kwa maana zitokanazo na manunuzi ya umma. Sasa wewe kama kijana, wewe kama mwanamama, wewe kama mzee, wewe kama mtu mwenye ulemavu, lakini wewe kama raia yoyote yule, mzalishaji mali, mchakalikaji wa jiji la Mwanza, tarehe 29 sio ya kukosa. Njoo pale utakutana na Generation Samia, utakutana na wenzetu wa PPRA,
wataenda kukuelezea kwa undani zaidi juu ya huu mchongo ambao unaweza ukauchangamkia ukatengeneza hela wewe, lakini wakatengeneza hela watu wengi ambao utawashirikisha kwenye huo mchongo. Tuko hapa kwa ajili ya kupa hiyo, usikose. Sisi la ziada bwana hatuna. Kikubwa ni kwamba 70% ya bajeti ya serikali yote iko katika ununuzi wa umma. Kwa hiyo sisi kama Generation Samia kizazi cha mafanikio tumefungulia hiyo code kwenye sekta hiyo moja ya ununuzi wa umma, namna gani hasa ambavyo unaweza ukanufaika na ile keki ya taifa kabisa ndani ya taifa lako. Tukutane siku ya Jumamosi wapi? Kwa Tunza Beach Hall ndani ya Mwanza. Generation Samia kizazi cha mafanikio. Na hii ni Genes Connect. Until next time, mimi naitwa Sonata Nduka. Mimi naitwa Sako. Niko na Sako. We out.